Tunapozungumza mahusiano, kuna vitu vya msingi ambavyo lazima tuviangalie, ambazo tunaweza kusema ni funguo ama ni misingi inayoweza kutusaidia. Amen. Na tunapozungumza mahusiano, maana ni maandalizi ya awali yanayotusaidia kutengeneza maisha ya familia. Na tunapozungumza mahusiano, tunaposoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, kuna mtu mmoja ambaye Mungu ndo amemwamini sana na kumkabidhi kila kitu kwa ajili ya mahusiano, na mtu huyo ni mwanaume, kijana. Nimekusomea Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 25. Nataka tuone vitu vichache vya msingi ambavyo vitatusaidia kuelewa tunapozungumza kwa habari ya mahusiano, sisi kama vijana na mabinti, lakini hata wale ambao tupo kwenye maisha hayo. Na haya yanaanza kwa Mungu mwenyewe kuonesha kwamba Mungu alitengeneza bustani katika Edeni, na alipotengeneza bustani katika Edeni akamweka Adamu. Adamu alikuwa mwanaume, mwanamke? Adamu ni mwanaume, mwanamke? Mwanaume. Akamweka Adamu katika bustani ya Edeni. Edeni ni mahali, Edeni ni eneo, Edeni ni lango ambalo Mungu alitumia kuzungumza na mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu. Sasa nataka nikuonyeshe vitu vya msingi sana katika mahusiano. Tunapoingia kwenye mahusiano au unapoingia kwenye mahusiano, hapa nataka nianze kwanza na vijana wa kiume. Kuna mambo ya msingi matano, kuna funguo za msingi 5 ambazo Mungu aliziandaa kwanza kwa huyu mwanaume kabla ya kuingia na kuwa baba wa familia. Jambo la kwanza ambao tunaliona baada ya kusoma hiyo mistari, Adamu alipoumbwa katika ile bustani alikuwa anazungumza na Mungu, alikuwa na uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika mahusiano, kitu cha kwanza lazima uwe na uwepo wa Mungu katika maisha yako. Msingi wa mahusiano bora utakao kusaidia kukujenga na kukutengeneza kuwa vile ambavyo Mungu amekusudia uwe katika ndoa yako, katika familia yako. Jambo la kwanza Mungu aliweka katika maisha ya Adamu ni uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe mambo 5 ama funguo 5 ambazo Mungu alimpa mwanaume kwanza, alimpa kijana wa kiume kwanza, kabla ya kumletea mwanamke kwenye maisha yake. Kama vile wewe ambao hapo ni kijana, nataka niseme na vijana na kwanza, ambaye bado hujaletewa mwanamke wa kuishi naye, kuna funguo 5 za msingi Mungu lazima ziachilie kwako, alafu ndipo akuletee mwanamke. Halo. Jambo la kwanza, lazima uwe na uwepo wa Mungu. Umjue Mungu kwanza, umwelewe Mungu kwanza. Wakati wa jua kupunga jioni, ilikuwa ni tabia ya Mungu kusema na Adamu katika bustani ya Eden. Jambo la pili, kazi. Sema kazi. Sema kazi. Tumesoma hii mistari, Mungu alipomweka Adamu katika bustani ya Eden, anasema alimpa bustani ailime na kuitunza. Bwana Yesu asifiwe. Ailime na kufanya nini? Hili ni jambo la pili Mungu anilileta kwa kijana Adamu kabla hajaletewa Eva. Anambia, oya bro, sikia, bustani lima na kutunza. Anampa kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Manake nini? Jambo la pili ambalo Mungu analitaka katika maisha yako kama kijana unapoingia kwenye mahusiano,
lazima kuwe na kazi. Amen. Lazima una shughuli ya kufanya. Amen. Lazima unajishughulisha. Amen. Na neno kazi hapa ni neno work kwenye Kiingereza, kwa sababu tuna work, tuna job, si ndio?